Sijasikia Mombasa oye! Mara ya tatu Mombasa oye! Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika ama hatujafika? Nilikuwa nimekuja Mombasa kwa shughuli, lakini nasema lazima nifike hapa Changamwe ni wasalimu kidogo. Hiyo ni sawa ama si sawa? Jambo la kwanza, nimeleta salamu. Asante, 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 asante sana, asante sana. Nimeleta salamu kutoka kwa wenzangu wale ambao wako kwa Linda Mwananchi. Wangapi wamepokea salamu kutoka Edwin Sifuna? Nione mara mbili salamu kutoka kwa Edwin Sifuna. Nina salamu kutoka kwa Babu Owino. Wangapi wamepokea? Na nina salamu kutoka kwa Sosi na Karoli Omondi na wengine wengi. Mimi nina mambo machache. Ukitaka kujua tabia za Ruto, angalia ile agreement walikuwa nayo Raila. Raila bado kabla hajakufa waliweka sahihi katika mkataba ambao waliweka sahihi na Ruto. Na Raila akasema lazima utimize haya mambo 10 kabla hatujaendelea mbele. Aliongea sana kwa mambo ya vijana. Akasema vijana lazima wapate ajira. Kabla ya kwenda kwa broad based government, lazima vijana wapate ajira. Hapa Mombasa vijana mnapata ajira ama mpati? Wale hawana ajira nione kwa mikono yenu. Ajira. Hiyo ni ahadi ambayo Ruto alisema ya kwamba akifanya kazi na Raila atatimiza, lakini hakutimiza. Cha pili, alisema hakuna kuteka watu nyara ama watu kuuliwa kiholela ama watu kushikwa na polisi kiholela. Watu wanatekwa nyara ama hawateki nyara. Hata hapa Mombasa wanateka watu nyara. Polisi wanashika watu ovyo. Wangapi wanasema polisi wanashika watu Mombasa ovyo nione? Unajua polisi wa Kenya wanataka wafunzwe vizuri. Inaweza kuwa wewe unaishi hapa Changamwe na polisi anakutana na wewe njiani na anakuuliza unatoka wapi? Unaenda wapi? Wewe ndio unaweza kumuuliza wewe polisi, wewe kuja kufanya kazi Mombasa, umetoka wapi? Naye anakuuliza unatoka wapi? Hiyo kitu ambapo raia wanadhulumiwa hatuwezi kukubali. Ya tatu, Raila alisema kwamba wakina mama pia wapatiwe cheo katika serikali ya Ruto. Wakina mama wamepata vyeo ama hawajapata? Juzi mahakama imesema ya kwamba hata cabinet ya Ruto lazima itupuliwe mbali kwa sababu hakuna wakina mama katika cabinet 1/3 vile katiba imesema. Na pia gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Hapa Mombasa gharama ya maisha iko juu ama iko chini? Wangapi wamesema iko juu? Sasa katika Linda Mwananchi ambao mimi ndio party leader, I am the de facto party leader. I am the de facto party leader. Mimi nataka Mombasa iwe headquarter ya Linda Mwananchi. Wangapi wanasema Mombasa itakuwa headquarter ya Linda
Linda Mwananchi nione kwa mikono. Ndani ya wiki mbili tutarudi hapa kufungua ofisi ya Linda Mwananchi, na naomba watu wa Mombasa muchague viongozi ambao tutaleta na vuguvugu ya Linda Mwananchi. Mkubali kuleta watu na Linda Mwananchi nione kwa mikono. Linda Mwananchi imepokelewa kila mahali katika Jamhuri ya Kenya. Tulienda Kisii, tulienda Thika, tulienda Nakuru, kila sehemu ya Kenya tunaenda, na tutaenda Kwale Ijumaa. Lakini Ruto lazima tumpeleke nyumbani. Ruto lazima aende nyumbani. Ruto lazima aende nyumbani. Hapa nyuma mnasema Ruto aende nyumbani ama siende nyumbani? Ruto lazima aende nyumbani, na ataenda nyumbani na kura zenu. Mko kadi Pwani? Mko kadi Pwani? Tutapambana nao vilivyo. Ikiwa kuna mtu yote atakuwa na matatizo, hata ukishikwa na polisi, ita James Orengo, nitakuja hapa haraka sana. Vijana, nitakuja haraka. Katika serikali ya Ruto, kodi zimeenda juu. Taxation under the Ruto government has hit the skies. Kila kitu ni kodi. Hata wale ambao wanafanya kazi katika serikali wanalipa kodi ya ziada, iwe ni SHA, iwe ni housing levy. Mwishowe mshahara yako haiwezi kukutosha kutimiza yale ambayo mnataka kufanya. Sasa katika Linda Mwananchi tunataka Kenya iwe kitu kimoja. Kenya must be one nation under one constitution. Na mimi ndio headquarter ya katiba ya Kenya. Ni lazima tuwe jamhuri ambayo inashikana pamoja. Kila mahali katika Kenya tuwe na uhuru ya kuingia kila mahali katika Kenya. Mimi nakwambia, mkiniwacha na Ruto wawili, mkiniwacha na Ruto, mkiwacha na Ruto, mkiwacha na Ruto, mkiwacha na Ruto, saa 2 asubuhi Ruto ameenda. Mimi ndio najua dawa yake. Mimi ndio najua dawa yake. Lakini katika United Opposition tunasema ya kwamba lazima tufanye kazi pamoja. Kama vyama vya upinzani lazima tutoe candidate moja ambao atamenyana na Ruto. Ikiwa ni Sifuna, sawa sawa. Ikiwa ni Babu, sawa sawa. Ikiwa ni Orengo, Nyatieng, Kulongego, okay, sawa sawa. Sawa ama si sawa? Sawa si sawa? Unajua mimi nimefanya kazi na Kenyatta ule wa kwanza, nikafanya na Moi, nikafanya na Kibaki, nikafanya na Kenyatta, nikafanya sasa na Ruto. Angalia mwili yangu vile sasa ndio niko kijana kabisa. Ama ni aje? Ama ni aje? Na mimi siogopi. Kama ni maandamano niko kwa maandamano. Kama ni kitabu ni kitabu. Kama ile mambo mengine pia miko hapo headquarter yenyewe. Lakini naomba Kenya hii tuwe kitu kimoja, na napigia Hashim asante sana. Yeye ndio mwenyekiti wa Linda Mwananchi katika Mombasa, pamoja na Sheikh Juma Ngao. Sheikh Juma Ngao tumefanya kazi na yeye katika ile vuguvugu ya muungano ya mageuzi miaka nyingi, kabla hata ODM ijaundwa. Kwa ODM hao wenzetu wameuza ODM. Ile ODM ya Linda Tumbo wamemuzia Ruto. Sasa mjue ODM ya asili, kiongozi
ya ODM asili ya Raila Amolo Odinga is James Agre Orengo. Wangapi wamekubali na hiyo? Niendelee. Sasa hapo Mombasa hakuna ajira. Hapa Changamwe kuna companies nyingi. Lakini watu wanaajiriwa kazi si wenyeji wa hapa. Ama mnapata kazi hapa Changamwe? Hakuna. Hapa port, biashara ya port ni watu wawili watatu ambao wanapata biashara hapa katika port. Na hii port ni ya watu wa Mombasa. Refinery ya hapa imekufa. Hata Ruto alikuwa anasema hiyo refinery iende kule Tanga, Tanzania. Hiyo ni upumbavu ya aina gani? Anatoa refinery hapa Mombasa na anapeleka Tanga. Si matuzi, lakini anasema hiyo ni upumbavu. Hata president wa Tanzania alishangaa sana, huyu mtu ni wa sampuli gani? How can he propose that a refinery which should be built in Kenya, either in Lamu or in Mombasa, should be built in Tanga? That was a display of being unpatriotic and against the Constitution of Kenya. Sasa mimi nikimaliza, naomba kwamba nyinyi watu wa Pwani tuwe kitu kimoja. Let's be one people, one nation, one flag, one republic, one constitution. Alafu tutaenda mahali. Ruto hakutaka hii katiba. Alipinga hii katiba. Akaenda Kenya nzima akasema hii katiba si katiba nzuri. Tukapigana mpaka tukapitisha katiba. Sasa wakati huu mimi bado niko tayari kupigana na Ruto mpaka tutimize yale ambao Raila alitaka tutimize. Nataka nitangaze hapa Pwani, kwa vita ya jana, vita ya leo na vita ya kesho, ule Raila ambao amebaki Kenya hii ni James Agre Orengo, ambao anaweza kujitekeleza kila mahali. Ama ni aje? I can tell you I'm dependable, I'm a fighter, and I will continue to fight without loss of confidence or commitment. I'll remain resilient to the people of Kenya so that the wishes of the people who founded the nation called Kenya will have been met. Lakini under President Ruto, we are going down every day as a nation, and this must be brought to a stop. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? So I want to tell you as I end my speech ya kwamba tutarudi kufanya mkutano ya hadhara ambao tumepanga hapa Changamwe. Hao wabunge ambao wako hapa Mombasa, waambie waachane na ODM ile Linda Tumbo, waingie katika Linda Mwananchi. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Hakuna kufuatana na Ruto. Ruto si mama yako. Wewe uwe mtu ambao ni mzalendo, ambayo yuko tayari kufanya kazi kwa raia, na hiyo lazima tufanye. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na mimi na kesho kutwa nitakuwa kule Kwale. Kesho bado niko Mombasa, na nitaingia kila mahali, kila wodi na kila village katika Pwani, ili tuone ya kwamba Linda Mwananchi imeenda mbele. Linda Mwananchi oye! Linda Mwananchi oye! Kwale oye! Najma, hebu sema kitu kidogo. Najma.
one term ya mwisho, harambee! Mpaka kule nyuma, harambee! Na upande huu, harambee! Munampeleka Ruto Sugoi ama mpeleki? Wangapi wamesema Ruto arudi Sugoi? Nione kwa mikono. Asanteni sana, asanteni sana. Hatuwezi kuwa na mambo kila pahali. Hatuwezi pande hii, kana pande hii, kana pande hii, kana pande hii. Haiwezekani. Haya, weka mikono moja juu ukisema party leader. Twende. Ati. Twende. Ati.